kwa mama Betty, watoto wa rafiki yangu Malulu Injendi na familia ya watu wa Malava kwa jambo hili lililotokea kwa ghafla. Vile mulisikia historia ya Malulu Injendi, sio mtu alikonjeka kwa muda mrefu, na ilikuwa ni mtu mwenye alikuwa na afya. He enjoyed good health for a long time. Na leo tumekuja hapa katika safari hii ya mwisho kusema pole rafiki yetu Malulu, pole kwa familia hii yake, na pole kwa watu wa Malava. Poleni sana. Huyu Malulu Injendi alikuwa shujaa wa imani na jemedari wa maendeleo. Shujaa wa imani kwa sababu kila wakati nilikutana na Malulu Injendi alikuwa amevalia rosari. Kama vile askofu alivyosema, hakuwa na aibu na Ukristo ambao alikuwa nao. He was unashamed about his faith. Vile alivyomwamini Mungu, alikuwa hana aibu yeyote, na ndio alikuwa kiongozi mvumilivu, kiongozi mtulivu, a very humble servant of the people of Malava. Huyu Malulu Injendi, vile mmesoma historia yake, alikuwa mwenyekiti wa kanisa, na hata mara nyingi wakati tulikutana kama viongozi, na hata ikafika wakati hao viongozi wamenitembelea na imefika saa ya chakula, Malulu ndiye alikuwa anatuombea. Watu wengi walimwamini kwamba maombi yake inafika mbinguni. So mimi ni kati ya watu mashahidi wa kusema huyu Malulu alikuwa kiongozi Mkristo, aliamini Mungu na alifanya utendakazi wake kwa kujitolea. Na leo katika safari hii yake ya mwisho tunataka tuseme, our brother, our friend, a leader in this nation, Malulu Injendi, fare thee well. Umefanya kazi mzuri. Munikubalie kwa sababu huyu Malulu Injendi alikuwa rafiki wangu. Nimekuja hii familia mara nyingi. Nimeshiriki na yeye safari ya siasa karibu miaka 10 nikitembea hii safari na yeye. Nilikuja hapa nikamrai, akaungana na sisi katika Jubilee, akachaguliwa. Juzi akaungana na sisi katika Kenya Kwanza, akachaguliwa. And I have a history and a testimony that Malulu Injendi is a forthright leader. Nyinyi watu wa Malava, you made a good choice of a leader and a member of parliament. Mimi vile vile nimesema bila ya taswishi kwamba huyu Malulu Injendi pia ni jemedari wa maendeleo. Huyu mungwana vile mmesikia alikuwa naibu wa mwenyekiti wa kamati ya bunge inayosimamia mambo ya elimu. Kazi hiyo tumefanya kama serikali kwa sekta ya elimu
kuna mchango mkubwa wa Malulu Injendi. Pengo tulikuwa nayo kubwa ya waalimu katika taifa letu la Kenya. Huyu Malulu Injendi na kamati ya bunge kwa ushauri wangu walikubali tuwaajiri waalimu zaidi, na wakaweka pesa kwa budget tukaajiri walimu zaidi. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000, historia ambayo tumeweka Kenya, na kuna mchango wa Malulu Injendi katika uamuzi huo. And I must say it in this ceremony that the contribution of Malulu Injendi in the transformation of our education in Kenya is immense. Mchango wa Malulu Injendi katika mambo ya kuhakikisha ya kwamba kusipatikane mtoto wa Kenya anawachwa nyuma wakati wa masomo, mpaka ile funding model. Wakati mauniversity walikuwa wanahangaika, huyu Malulu Injendi ni kati ya watu walikuja wakaniambia, I have worked in a university as a registrar and I know the difficulties universities go through. Ndio tukapanga, tukawa pia na msichana wenu wa hapa anaitwa Beatrice Inyangala, ambaye ni mama shupavu. Tukaungana, na ndio leo katika taifa letu la Kenya tuko na funding model ambao watoto kutoka jamii maskini watalipiwa 95% bursary wakienda university ama wakienda TVET. Huyu mungwana amelala hapa alichangia sehemu kubwa katika hiyo harakati ya kuhakikisha kwamba kuna masomo inasimamiwa vizuri, CBC tunaidhibiti vizuri, mpaka ihakikisha kwamba kuna taratibu ya masomo ya sawasawa. Zile changamoto zilikuweko za CBC tukaziondoa kwa sababu ya uongozi na contribution yetu kama serikali, ya kamati ya bunge na Malulu Injendi akiwa vice chairman. I must say this because my friend Malulu Injendi made a mark in the education sector. Leo Kakamega hii nzima, constituency yenye iko na watoto wengi university ni constituency ya Malava in the whole of Kakamega County, because he believed in education. He worked on education. He made sure that there was leadership that would produce more men and women to join academia. Na ndio leo tumekuja hapa kwa heshima kubwa kumwenzi, kumshukuru na kumsindikiza katika hii safari yake ya mwisho. Nasema Malulu ni shujaa wa maendeleo kwa sababu wakati nimeshikana na yeye kwa miaka karibu 10, kuna mambo mengi tumefanya katika Malava hii kwa uongozi wake. Na kwa makanisa hakuwa na ubaguzi wowote. Nimetembea hii Malava kufanya harambee za kanisa tofauti tofauti. Hata wakati mmoja aliniletea watu wa Holy Spirit ama wanaitwa wale wakakuja mpaka kwangu na wakanilazimisha ninunue gari. Akaniambia hawa watu ni watu wa bottom up, nunulia hawa gari wainuke, na ni watu wazuri. So he was a true Christian. Alikuwa kiongozi wa kanisa wa kweli.
Huyu Malulu alishirikiana na mimi wakati alikuja akaniuliza, kwa hii Malava, mbali na ile barabara kubwa inakata hapo ikienda Bungoma kutoka Kakamega, hakuna barabara ingine hapa. Na akakuja akaniambia tujenge barabara hiyo ya kutoka Ikoli, Kimang'eti kwenda Malava. Wengi hawakuamini itatendeka hiyo barabara. Leo barabara hiyo imekamilika, imebaki tu sehemu kidogo kutoka Kubasali pale mpaka Ikoli, kilomita 3 peke yake. Na hiyo mimi nitakamilisha. Ni kweli ama si kweli? Ya pili, Malulu aliniambia vile vile ya kwamba usiponitengenezea barabara upande ule mwingine, siasa yangu itaharibika. Na akanirai, akaniambia pia ili ikamilike tutengeneze barabara ya kutoka Malava. Si ni kweli? Na hiyo barabara tayari, sikizeni watu wa Malava, tayari tumetangaza kandarasi. Tunafunga hiyo kandarasi mwezi huu, na mwezi wa April hiyo barabara tunaanza kujenga kutoka pale Malava kwenda, tunaelewana? Kutoka pale Malava kwenda Samitsi, tutaunganisha na ile C41 ikae sawa sawa. Mnanielewa jameni? Vile vile huyu Malulu mwaka uliopita, actually 2023, tukazungumza na yeye, akaniambia hii Malava ni constituency kubwa na maji ni shida. Mnakumbuka nilikuja last year, tukaanzisha maji ya watu wa Malava ambayo inaendelea saa hii, imefika 40% inaendelea. Hiyo maji lot 1 italete maji hapa west, itatuletea maji south, na italeta maji Chemuche. Hizo wards 3 tapata hiyo maji hapa. Lot 2 ambayo inaanza pale inaitwa na Magara ama inaitwa nani? Hiyo lot 2 inalete maji Butali, na inalete maji na Macha. Hizo constituency mbili, hizo wards mbili. Ile lot 3 ambayo inaendelea saa hizi, lot 3 inapeleka maji Chekulo na inapeleka maji west. Hiyo ni mpango ambayo Mheshimiwa Malulu Injendi aliniuliza, na saa hizi inaendelea hiyo kazi. Ile mimi nahakikishia watu wa Malava ni kwamba kwa heshima ya huyu ndugu waliyelala hapa, hiyo barabara nimesema na hii maji nimesema tutakamilisha. Jambo la tatu, vile kijana Ryan hapa amesema, tulikuwa tumekubaliana na Malulu kwamba hii Malava bado iko giza sehemu nyingi. Si ni kweli? Na wakati nilipanga mambo ya stima, na nilikuwa hapa juzi, tukasema hii Kakamega kwa sababu ni kaunti kubwa, tuweke pesa ya kutosha. Na tumeweka pesa shilingi bilioni 3 ya Kakamega. Na kwa hiyo bilioni 3, shilingi milioni 320 inakuja hapa Malava.
Na vile mulisikia ikisemekana hapa, manyumba ambazo tunapangia kuunganisha stima, na hiyo kazi hii mwezi hii tumemaliza procurement, contractor yuko, tumemaliza drawings, tumemaliza hizo mambo ingine yote. Tutahakikisha kwamba nyumba 4,000 ya watu wa Malava itapata stima, karibu watu 15,000 watapata stima nyumbani kwao. Hiyo pia kwa heshima ya huyu ndugu nitahakikisha imekamilika, na mimi mwenyewe nitaipatia personal supervision to make sure that it happens. Watu wa Malava, mnanielewa? Jambo la 4 ambayo Mheshimiwa Malulu aliniuliza ni hostels ya Shamberere, kwa sababu kuna wanafunzi wengi pale, na hostels ya county hizi nzima. Hao wabunge watawaeleza. Tuko na program tumeweka katika supplementary budget, itapitishwa maybe next week or the week after. Ikipita hiyo supplementary budget, tunatangaza tayari kuja kujenga hostels vile my friend Malulu Injendi alitaka kwa vijana na wananchi wa hapa Malava pale Shamberere. Vile vile wakati nilikuja hapa alikuwa ameniuliza kuna shule ya nyumbani karibu naitwa Friends Lugusi hapa somewhere, si ndio? Na akaniambia nimesikia ukipatia wengine bus, patia hii shule bus, tafutia. So watu wa Malava, bus nimetafuta. Kama si Friday, Saturday mtakuwa na bus hapa ya shule ya Lugusi. Again, ni kwa sababu ya heshima ya ndugu yangu Mheshimiwa Malulu Injendi. And I want to say to the family, hii familia ya huyu ndugu yangu Mheshimiwa Malulu Injendi